Sema Bwana, nipingirishie jiwe. Limenitesa miaka mingi, lakini siku ya leo ninaomba jipya. Unipingirishie jiwe Baba. Tusomewe kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 24:1-6. 21:6. Nitasoma kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 26 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 6. Biblia inasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini, wakayaleta manukato waliyoweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limebingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko. Achento. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, uliyeziumba mbingu na nchi, nimekuja kusema ni asante. Libariki neno lako ninaponena kwa watoto wako. Bwana Yesu, nipate sema maishani mwao. Ninaomba neema yako Yesu, neema ipitayo fahamu za mwanadamu, ije inisaidie nami ninene mambo haya kama jinsi ulivyoyatia moyoni mwangu. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana tunaomba. Amen. Ujumbe wangu unasema, laiti Mungu angenitumania. Sema amen. Laiti Mungu angenitumania. Matumaini ya wamama hao waliokuwa wakienda kaburini, matumaini yao ni kwenda kumpaka Yesu mafuta, sio kupaka Yesu aliye hai. Walikuwa wanaenda kupaka Yesu aliyekufa mafuta. Ni kusema wamama hawa ni kana kwamba walikuwa wanaenda kuomboleza. Hawakuwa na matumaini yoyote. Wakiangalia mbele na nyuma, wanajua kuna mtu amekufa. Nataka nikwambie hivi, wakati mwingine katika maisha yako huwa umekumbwa na mambo mengi, na unapotembea kwenda kuangalia shida uliyokuwa nayo, shida iliyotokea katika jamii yako, shida ambayo umekuwa nayo miaka mingi, unaenda katika hali ya kuomboleza, hali ya matanga. Jamani, tunapoenda matanga hatuendi kuona mtu akitembea. Tunapoenda matanga sisi huenda kuona mtu aliyekufa, na hadithi katika barabarani tunaongea juu ya mtu aliyekufa. So matumaini ya wamama hao ilikuwa ni kwenda kuona aliyekufa, lakini walipofika njiani, karibu tu hapo, walikuwa na shida mawazoni mwao. Tuliacha kama kaburi la Yesu limewekwa jiwe kubwa. Nani atatusaidia kuondoa jiwe hili? Nani atatusaidia? Wapendwa watakatifu wa Mungu, una shida ambayo ukiangalia mbele unashindwa ni nani atakaye nishughulikia. Umekuwa mgonjwa miaka mingi, umejaribu njia zako zote, kuna dunga imewekwa mbele zako, kuna jiwe limewekwa mahali muujiza wako upo, na ukiangalia kwa nguvu zako hauwezi. Wamama waliulizana,
anauliza ni nani? Anauliza ni nani? Hata sasa unauliza ni nani atakaye nisaidia kwenye shida hii? Nimetumia dawa nyingi, nimeita watu wamenisaidia, ni nani atakayekuja kunishughulikia? Walipofika hapo, walikuta jiwe limeondolewa. Nimekuja kusema utakapofika hapo utakuta shida yako, lakini siku ya leo nina ombi jipya ya kwamba nikifika hapo, nikifika kwa daktari, nikifika kwa mchungaji, nikifika kwa operation, surgeon aniambie, nilifikiria wewe ni mgonjwa sana, lakini bila nimekupima kuna kitu kipya kimeanza kuumbika. Haleluya, Bwana asifiwe. Yes, kuna wagonjwa wanaendanga kwa hospitali waende wakafanyia mambo makubwa operation, lakini wanapofika mahali pale wanakuta kuna mtu ametumwa, ameanza kushughulikia mwili. Kuna mtu, Bwana asifiwe, laiti Bwana angekutumania. Ombi langu ni ya kwamba siku ya leo unapoenda kaburini kuona shida yako, unapoenda kaburini kuona waliokuonea, unapoenda kaburini kuona vile watu ama mtoto wako, dada yako wamefinyika, utakapofika hapo, ombi langu ni ya kwamba ukute kuna mtu ametumwa aviringishe jiwe. Haleluya. Walipofika hapo, jiwe limeviringishwa. Sema amen. Halafu akaambiwa hivi, vile mulifikiria sio hivyo, vile mulidhania sio hivyo. Mulidhania mtakuta mtu amekufa, mulidhania mtakuta jiwe liko juu, hayuko hapa. Shida yako haiko mahali uliacha. Sema amen. Shida yako haiko mahali uliacha. Kuna mtu alifingirisha jiwe na akafanya jambo kwa shida hiyo. Shida yako kuna Mungu anakuja kuifanyia jambo. Laiti Mungu angekutumania ili vile ulifikiria utakuta, hautakuta hiyo tena, kwa sababu kuna mtu ametumwa. Number 1, akaviringisha jiwe. Number 2, akafanya aliyekuwa amekufa afufuke. Shida yako iliyokuwa imekusukuma sana, ombi langu ya kwamba utakapofika hapo, Bwana Yesu awe ameshughulika. Sema